Karibu Kilimo 360. Kuna ndugu yetu mmoja alionyesha interest kwenye comment na akawa kidogo kama ana wasiwasi, japo ana nia ya kufuga. Sasa na issue kwake imekuwa gharama ya chakula na namna ambavyo anaweza karaise nguruwe wake. Sasa kwenye ufugaji wa nguruwe kuna mambo kadha. Jambo la kwanza ni miundombinu ya nguruwe, infrastructures, ambazo hapa tunazungumza mabanda. Na mabanda yapo ya namna tofauti kidogo. Kuna mabanda haya kama ambavyo tunaona ya kwetu hapa, tumeweka mabanzi, chini tumepiga sakafu kawaida hivyo zege hapo, na juu tumeweka mabati. Na aina nyingine inaweza ikawa imejengewa kwa matofali ya namna yote ambayo yanapatikana kwenye maeneo husika. Inawezekana matofali ya block au ni matofali ya kawaida ya kuchoma. Na ukisha kuwa na hilo banda ambalo pia kwenye mabanda hayo kuna ambao chini wanaweka simenti na kuna wapo ambao wanaweka ile mabanda ambao hayatoi harufu, ambayo wanakuwa wanaweka pumba. Yale yanaonekana kwenye ujenzi wake ni rahisi, lakini pia yana changamoto zake, kwa sababu lazima paende chini kidogo na ujaze pumba za kutosha. Kuna gharama pia. Kwa hiyo gharama ambayo ni nafuu ni kuangalia material ambayo yanapatikana kiurahisi katika eneo lako. Hiyo ndiyo namna bora ya kuwa na banda lenye gharama nafuu. Mathalani kwetu sisi jirani kuna viwanda vingi sana vya mitiki. Kwa hiyo haya mabanzi kuyapata ni kwa gharama walau nafuu. Zamani ulikuwa unakwenda tu unajaza kama ni bajaji au na pikipiki. Lakini baadaye wakaona biashara nzuri, wakaanza kuchaji kidogo, lakini hayana gharama kubwa kihivyo. Kwa kwetu haya sisi sio gharama sana, kwa sababu upatikanaji wake uko vizuri. Ukisha kuwa na mabanda yako, hakikisha unakuwa una mbegu bora. Na anza pale unapoweza kuanza. Jikune pale unapoweza kufika. Usitake kujikuna mbali sana sehemu ambayo wakati fulani huwezi kufika. Kwa ambaye anaanza, aangalie namna bora ya kuanza taratibu, huku akijifunza na kuona hii kazi na inakwenda vipi. Kiangalia nguruwe wetu hapa wako 5. Mwanzoni tulikuwa na vitoto vibwagala 7. Kuna banda moja tumeweka vibwagala 3, majike 2 na dume 1. Na hapa tuna madume 4, wale uzao mmoja, na tumeongeza juro kuyo mwekundu. Ndio hayo katika namna ya kuanza kuimprove kwa mbegu kwa muda ambavyo unakwenda. Kwa tumeongeza juro. Na yule dume ambaye tulikuwa tunaye hapa, tulikuwa na uamuzi wa kuja kumuuza kutokana tayari age go, na hapa sisi tuna majike 2. Kwa hiyo tunapiga sababu mbalimbali na sababu pia za kibiashara, kwa sababu wale nguruwe wetu, majike wetu 2 wameshapandwa na sasa hivi wana mimba wote, kila mmoja wana mimba ya mwezi mmoja na siku kadhaa, na huyu pia ana mimba ya mwezi mmoja na siku kadhaa. Kwa hiyo hapa tuna miezi, baada ya kuwapandisha kwa hesabu zetu za kawaida na za haraka miezi 4, ambao miezi 3, wiki 3, siku 3 kwa nguruwe kubeba mimba. Na kwa kunyonyesha hapo tunaenda kama tuna miezi 2. Baada ya hapo tuna muda wa kuwatoa watoto na nguruwe akae
walau mwezi mmoja kwa ajili ya kuja kupandishwa. Kwa hiyo unaona tayari kuna gepu kubwa ya muda ambayo tukiendelea kukaa na yule dume angekuwa anatula chakula bure tu, tuseme hivyo. Na kuna mtu anaweza akajiuliza labda au kuona kuna fursa ya kupandisha nguruwe kwa watu wengine, labda kuleta majike au kutoa dume. Hiyo watu wanafanya, lakini sasa hivi kila mmoja amekuwa anahakikisha ana dume kwenye banda lake, na hiyo ndiyo slogan kwamba hakikisha unakuwa una dume bandani ili usipate shida, kwa sababu sasa hivi kuna magonjwa mengi. Unaweza ukatoa dume au kaleta jike, ndio ukajikuta umeleta kitu ambacho kitakufanya ushike kichwa. Kwa hiyo huwa hatufanyi hiyo. Sisi dume ni kwa ajili ya majike ambayo tunayo hapa shambani kwetu. Shamba ni dogo, lakini as time goes tuna plani ya kuextend ili eneo ambalo limebaki hapa hivi. Tuna plani ya kuja kuextend hapa. Hapa na distance kubwa tu kuja kuextend banda letu. Na kwa hapa hivi ili bado na lenyewe halitumiki. Lakini bado tuna miundombinu ambayo inaweza ika-accommodate nguruwe wengi zaidi ya ambao tunao. Hao madume wako vizuri, na hapa tutawalisha na baadaye kuja kuingia sokoni. Na hapa manake tuna option mpaka sasa hivi ya kuwa na madume wawili. Huyu hapa pamoja na huyu Jurok huyu ndio ambao tutakuwa nao kama madume kwa ajili ya banda letu. Angalia vyema unapokuwa unachagua mbegu bora kwa ajili ya ufugaji wako. Na namna ya kuchagua ni ile kwamba at least nguruwe awe ana chuchu 12 kwenda juu. 12, wengine wana 14 mpaka na zaidi, lakini asipungue hapo. Na hata vidume vile unakuta vina vichuchu vile, ukiweza unavihesabu utapata ubora wa huyo nguruwe kwa kwamba unataka kumreserve wewe kama mbegu kwenye banda lako. Zaidi na zaidi, weka miundombinu yako taratibu. Anza banda lako hata moja ambalo halitakugharimu sana. Weka dume hapo na jike lako. Mwezi mmoja, miezi miwili unaongeza banda la pili. Hivyo taratibu, kuliko kuanza kwa nguvu kubwa, kwa idadi kubwa mifugo ambayo baadaye inaweza ikakuletea changamoto katika utunzaji. Ni hayo tu. Kama una cha kushare nasi, share nasi kwenye comment, like content zetu, subscribe channel yetu, na kama una swali endelea kuuliza, nasi tutaandaa video fupi ya kujibu kile ambacho umeuliza. Karibuni sana.